mnasemaje? Mko vizuri? Hapa ni wapi hapa? Hapa Lisaboni, sio? Sasa bana, hapana. Hapa Lisaboni hapa. Lisaboni hapa nilikuja hapa mwaka 2010. Wakati Dr. Slaa anagombea urais, tulifanya mkutano hapa Lisaboni hapa. Palijaa sana siku ile. Lakini na leo mmejitahidi. Na najua yes, talisema hilo. Songea tumepata shida hapa. Siku mwenyekiti anakamatwa, ilikuwa tufanye mkutano hapa Songea, na tukaletewa fujo kubwa sana na huyu RPC Charlie. Sui Charlie, sui nani, simjui. Wakaja mpaka ofisi ya chama, wakapiga mabomu pale, wakaleta vurugu nyingi, wakatuondoa. Na mwenyekiti wetu akaondolewa kwa njia mbaya kabisa. Akapelekwa Dar es Salaam mpaka leo, siku zaidi ya 428. Kwa ni mwaka mmoja una siku 365, kuna mwaka na miezi kadhaa. Mtu ambaye alikuwa anatetea nchi yetu na rasilimali zake zitumike kwa ajili yetu, nyie nao mnufaike, mkae pazuri, mwendeshe gari, mpate maji, watoto wenu wasome vizuri. Yuko ndani. Watu wanaoiba pesa za nchi hii na kusomesha watoto wenu kwenye madarasa ya aina hii, ambao ndio wanapaswa kuwa gerezani, wako mtaani. Mtu mwema yuko ndani. Sasa bwana RPC Chalia anajitahidi sana kufanya mambo ya CCM, na mimi nampongeza sana. Endelea sana kwa bidii, lakini ujue hakuna marefu yasiyokuwa na nini, na ncha. Na internet never forgets. Ili nawaambia askari wote mlioko hapa, zama za teknolojia hizi, internet haisahau. Ujinga wowote mnaofanya, ukiwa na simu hizi, ukitembea inakuambia mpaka steps ulizotembea, kwamba wewe umetembea kilomita 2. Simu yenyewe umeunguza jasho kiasi fulani. Siku watu wengine wakiingia, na sio lazima waingie watu kutoka Chadema, wanaweza wakaingia watu wa CCM umo na wakabadilisha mwenendo, na kuna watu mtalia sana. Sasa kuna kisa, kuna principle fulani ya kisheria inaitwa the Nuremberg trial. The Nuremberg trial. Nuremberg ni mji uko Ujerumani. Wakati wa vita kuu ya pili ya dunia, Adolf Hitler aliposhindwa na akajiua, iliingia serikali mpya na nchi za Ulaya zikaweka masharti magumu kwamba yale mambo yaliyosababisha vita kuu ya pili ya dunia yasijirudie. Kwa hiyo watu waliohusika kwenye ile vita na kuumiza watu, kukamata Jewish ni Waisraeli, walikuwa wanapelekwa kwenye torture chambers. Torture chambers yalikuwa yanajengwa majengo, inawashwa moto mkali wa gesi, mtu unaingizwa, unaungua mle mpaka unakuwa majivu. Kwa hiyo zaidi ya Waisraeli milioni 2 waliunguzwa mle, unaunguzwa unakuwa majivu. Kwa watu wakaitwa kujibu mashtaka, wale waliokuwa wanatumika kufanya hiyo kazi. Wakasema hivi, sisi tulikuwa tunatumwa maelekezo kutoka juu. Si ndio katibu mkuu anasema hivyo leo, kwamba ni maelekezo kutoka juu. Mahakama ikasema
huwezi kufanya makosa eti kwa kisingizio cha maelekezo. Sheria ilikuwa inakwambia nini? Kwa hiyo ikasetiwa ikaitwa the Nuremberg trial. Kwa hiyo Nuremberg trial ikawa adapted na nchi zote. Kwenye kila sheria huwezi kufanya kosa kwa kisingizio nilielekezwa. Kwa hiyo bwana OCD sina nani mlioko hapa na manyota yenu haya, kuna siku mtasema ni maelekezo kutoka juu, mtalia sana, mtajikumbusha sijui kwa nini sikufuata utaratibu, kwa sababu swali litakuwa rahisi tu. Sheria ilikuwa inakwambia nini? Utaanza kuramba mdomo, mimi unajua. Haiwezekani watu wakauawa hapa alafu mkafikiri ya mambo yataisha tu, kwamba Samia atawalinda tu, yataishaisha tu, hivi Chalia yataishaisha tu. Haiwezekani. Haya mambo ya tarehe 29 hayataisha mpaka yatakapoisha. Hilo la kwanza. La pili, sisi ni binadamu na sisi tunapita. Uwe RPC, uwe rais. Magufuli alikuwa na nguvu, akipita mpaka majani yanatikisika. Leo yuko Chato, kutenda wema. Na wakati napanda hapa nimeona taarifa kuhusu moja ya RPC kwenye nchi hii anaondoka duniani. Kwa tutapita, tuheshimiane, tutendeane utu. Hivi inakuaje polisi mnasikia Chadema inakuja, polisi eti mnazungusha magari, mnapiga ving'ora, mnatisha watu ili wasije kwenye mkutano? Haya, hawa ni kina nani hawa? Hawa ni kina nani hawa? Chama cha polisi kikija hapa inabidi shule zifungwe. Kwanza chama chenu kikija hamwezi kuthubutu kueleza ni zamani, kwa sababu huku mbaya hawatapata watu. Mnawapa kiwanja kizuri mjini karibu pale, shule zinafungwa, sio watumishi wanaenda ndio wapate watu kama hawa. Lakini sisi kipianga tu nyombi hili hapa, naona nyombi hili hapa. Sasa bwana RPC, badilika. Umetisha watu hapa, umetisha Chadema na polisi wa chini hawa. Mimi nawahurumia hawa. Mimi nilikuwa mbunge, ndugu zangu. Mimi nimekuwa mbunge. Mshahara wangu kwa mwezi ulikuwa milioni 13. Sitting allowance, ukikaa asubuhi mpaka jioni, kuna kitu kinaitwa per diem na sitting allowance, ilikuwa shilingi 500,000. Mimi na katibu mkuu tulikuwa bungeni. Leo sitting allowance na per diem karibia 800,000 kwa siku, ambao ni mshahara wako kwa mwezi. Kwa kila siku ukimwona mbunge, kama saizi wana siku 90 inaitwa budget, kila siku 800,000 inaingia na mbunge akopo. Yaani ukiona anaenda semina imeingia, afanye semina akiwa anafundishwa inaingia, na mshahara milioni 18. Alafu wanawatumeni nje kutushughulikia watu tunaosema tupate haki. Sasa nyie mna matatizo. Sasa hilo la polisi nimelimaliza. Hilo la polisi nimefanya nini? Nimelimaliza. Haya, kunja ngumi sasa. Songea people, unaniudhi ba. Hiyo ndio Songea hiyo. Songea people. Sasa Songea, mnisikilize. Nyie ni watu mashujaa. Kwanza mimi sikutegemea kupewa hii kitu. Hii ni kitu nzito, kwa sababu Songea ni eneo la mashujaa. Ukienda nchi nyingine, kwa wale tuliosafiri duniani, unakuta sanamu za watu mashujaa kwenye kila makutano ya barabara. Unakuta sanamu za mashujaa